Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atuonyesha watu wanapomtegemea Mwenyezi Mungu kikweli kwa nyoyo zao, basi huja maajabu ambayo huwezi kuyasawirisha kiakili. Hadithi hii Rasulullah atuelezea katika watu waliopita. Kuna bwana mmoja aliharibikiwa na safari akiwa amefika ugenini, kazi zake zikaharibika, mali yake ikafilisika, ikabidi atafute namna ya kurudi kwao, pamoja kuwa kule kwao ana mali mengi. Teknolojia hii za kusafirisha mali hakuna, imebidi apate chombo, mashua imsafirishe arudi kwao. Yule bwana akaenda kwa mfanyibiashara mmoja, naomba unikopeshe dinari 1000 nirudi kwetu, mambo yangu yameharibika, nikifika kwetu nitakutumia tarehe fulani, nitakutumia pesa yako. Yule bwana akamwambia, mimi sikujui, shahidi yako ni nani? Akamwambia, mimi ni mgeni. Kafa billahi shahida. Lakini yeye isema hii kafa billahi shahida kwa moyo wake, sio kwa ulimi. Leo sisi mambo yanakuwa magumu, ukikopesha hulipi kwa sababu wewe unapokwenda tu wasema ngojea nikamtie skuli. Basi inshallah itakuwa umempeleka skuli, yule atahitimu, wewe utakuwa mkora barabarani, hivyo hivyo. Lakini huyu asema kafa billahi shahida kwa roho yake. Yule akamwambia, nani mdhamini wako, nani wakili wako? Akasema kafa billahi wakila. Yule naye kwa kuwa ni muumini anaoiamini ile kafa billahi shahida, kafa billahi wakila, akamwambia hii dinari 1000, nenda kasifanye safari yako. Yule bwana akarudi, kakodisha chombo, kikampeleka. Kufika kule hali ikawa ngumu ya usafiri, upepo mkali, mpaka imefika ile siku sasa ni lazima ile pesa ndio walioahidiana siku fulani irudi, na hakuna chombo kinaweza kusafiri. Akashinda kwenye ufuko wa bahari, ufuoni, atafuta chombo cha kusafirisha, hakuna. Mpaka akafikia akasema, ya Allah, mimi nilikuweka wewe ndiye shahidi na wewe ndiye wakili, kwa hivyo ahadi yangu hii naiweka mkononi kwako. Akaliona, akachukua gogo, akalipasua, akaifunga dinari yake 1000, akaingiza na akapiga misumari, akalitupa lile gogo kwenye bahari. Akasema kafa billahi shahida, kafa billahi wakila. Yule bwana naye ile deti imefika, yuko bandarini, azunguka huku na kule, haoni chombo chochote kinakuja. Ikafika mpaka mwisho, akasema yule bwana hakutimiza ahadi yake, nirudi nyumbani mtupu. Lakini katika kuondoka aona gogo, asema angalau mke wangu apate kuni za kupikia. Akalibeba gogo lile, yuarudi nalo jioni, jua lishakuta. Kufika nalo nyumbani, kupasuliwa kuni, ni barua ya yule bwana na dinari 1000. Nini? Ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam asa, katika watu wenye kusaidiwa na Allah, mmoja ni yule aliyekuwa na deni, nia yake ni kulipa. Ikarudi hii kwa sababu yale maneno haya mawili walioyasema, aliyasema na imani yake kamili, na aliyoyasikia aliyapokea na imani kamili. Tawakkuli ikafanya kazi kama alivyosema Mtume, lau annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaghdu khimasan wa yaruhu bitana.